Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninaitwa Pastor Kiza Oscar Frederick, ninatokea Masheshe. Hapa unaponiona niko kwenye mpaka wa Tanzania na Uganda. Lakini ngoja nikushirikishe kitu kidogo sana. Inasema adui wa mtu ni wa nyumbani. Kwa hiyo kichwa cha somo naweza kusema ni adui wa nyumbani au adui wa ndani. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kwa hiyo ukiona au fanikiwi au piga hatua, jiulize ni pale ile sema ambapo unaona umekwama, tayari anza kuangalia, je, hii changamoto unayopitia inatoka kwa babu? Hii changamoto unayopitia inatoka kwa mjomba? Hii changamoto unayopitia inatoka kwa shangazi? Kwa sababu katika utumishi ambao tunaufanya, unakuta katika wale ambao tunafanya kwenye huduma za kinabii, huduma yetu ni huduma ya kinabii. Kwa hiyo unashangaa yule mtu ambaye anafanya kwenye mambo, unashangaa unamhudumia mtu, mizimu inapiga kelele na kuambia simwachi kwa sababu baba yake alinikabidhi. Unaona huyu tayari ni baba yake alimkabidhi kwa mizimu. Kwa mizimu haiwezi kumwachia. Kwa hapo tunarudi nyuma, tunasema adui wa mtu ni nyumbani kwake. Kwa hiyo ukiona mchawi wa nje amekuweza, tunasema huyu wa nje anafanya nyongeza. Adui wa nyumbani anaweza kufanya mambo yafuatayo. Anaweza kukufuatilia mpaka kule ofisini kwako usiweze kuajiriwa. Unashangaa ni mtu mzuri, unajua kazi, unapiga kazi vizuri, lakini unapofanya kazi, kadiri unavyozidi kufanya kazi ndivyo anavyofanya chochote kile, unashangaa unachushwa cheo, yani bila sababu yoyote. Inatokea unakuwa mtumwa wa kazi, unaajiriwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka sasa hujawahi kupanda kiwango, mshahara hata hujawahi kupanda. Ni kwa sababu tunasema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kwa hiyo tafakari ndogo hiyo, na Mungu akubariki sana. Shalom.